Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'd, ndugu zangu, kama ilivyo ada na desturi, leo ni moja ya siku za ufukweni ambazo tunakuja kufukia miguu hapa kwa ajili ya mahitaji yetu ya tiba za maradhi yetu ya misuli na kadhalika. Na mwingine anaweza kwani shekhe unaumwa? Kuna wakati kula virutubisho sio manake lazima wewe unaumwa, ila ni kinga ili usije ukaharibikiwa na ulicho nacho. Aiwa, sababu afya ni mtaji, afya ni uchumi. Basi yote kwa yote ni kheri. Leo nataka nikupe katika siri za bahari. Siri za bahari. Nafikiri unaona vijana kama hivyo wakiwa katika raha za kuogelea. Sasa bahari, unapokuwa unaogelea bahari, kwa mtu anayeogelea, kwanza kuoga maji ya bahari ni dawa ya bandama. Yaani kuoga maji ya bahari ni tiba ya bandama. Bandama, mimi bahati mbaya na nzuri sijui Kiingereza, kwa hiyo siwezi jua kwa Kiingereza inaitwaje bandama, ila kuoga maji ya bahari tiba vizuri kwa ajili ya bandama. Bandama nafikiri sijui tokonkosho, sijajua kama ndio hiyo, kama sio hiyo, lakini mimi naizungumzia bandama. Kama ndio hiyo, ahlan wa sahlan. Mtu mwenye matatizo ya bandama, mara nyingi kuna semi ile kwamba sijui mtu mwenye bandama moja, sijui mwenye bandama mbili, sijui ya cheki, sijui mtu asina bandama, sijui kucheka vipi, yasemwayo. Lakini mimi aidha naamini au siamini, sio kazi yako, kwa sababu mimi sio yani, usinifanye mimi kuwa ndio ushuhuda wa kuhitimisha jambo lako. Ushafahamu? Lakini bandama inatibiwa kwa maji ya bahari. Kule kuogelea kuna tibu matatizo ya bandama. Asaheri. Na hilo la kwanza. La pili, bali na kutibu tatizo la bandama, kwa bahari pia, maji ya bahari ni tiba ya misuli. Mchanga wa bahari, mchanga wa bahari ni tiba ya misuli, ambapo nafikiri kwa wale watu wa mpira kuna vitu wanaweza kuwa wanavifahamu au wamepata kusikia. Chukulia mfano wachezaji wa Brazil. Wachezaji wa Brazil, inapokuwa mchezaji wao labda yule katika national players, wale wachezaji wa timu ya taifa wale, inapotokea katika klabu anayochezea huyu mchezaji kaumia na timu ya taifa ina mahitaji ya yule mchezaji katika mechi za kiushindani, basi wanamchukua yule mchezaji, wanamrudisha Brazil. Wakimrudisha Brazil, wanakwenda kumkimbiza bichi. Nafikiri hiyo inajulikana. Wanakwenda kumfanyisha mazoezi ya ufukweni kwenye mchanga wa moto, kwa maana inaamsha misuli iliyokufa, kwa sijui ndio nevu, sijui vitu gani. Ina kawaida ya kuamsha misuli iliyofinya au misuli iliyokufa au misuli iliyolala, mishipa iliyolala huwa inaamshwa kwa mchanga wa bahari. Ndio maana unaambiwa unapofika baharini, basi wewe tembea baharini ukiwa pekupeku. Bali na kutembea pekupeku, ni zoezi ambalo mara kadhaa huwa nalihusia kwamba ukifika fanya kama hivi: chimba shimo, fukia miguu yako, alafu ukishaifukia miguu yako iache bahari ije ikufukue. Yani maji ya bahari vile inapokuja inapiga miguu yako inatoka nje, unafukia tena, unaacha bahari inakuja inapiga miguu inatoka nje. Unafanya hivyo hata mara 3 mara 4. Utakapoinuka sehemu hiyo, baada ya kuitoa miguu yako kutoka katika mchanga mbichi ambao umepigwa na mawimbi ya bahari, utaiona miguu yako ikiwa na hisia mpya. Miguu inakuwa nyepesi na kuna misuli inakuwa imeamka. Hata kama ulikuwa unasumbuliwa na ganzi, utakuwa umeshuhudia ganzi zikiwa zimeondoka katika mwili wako. Kwa mchanga wa bahari ni virutubisho kwa maslahi mapana ya afya ya mwanadamu. Lakini pia ikumbukwe kwamba katika bahari kunakuwa na chumvi. Yani maji ya bahari asili yake ni maji yenye chumvi, lakini pamoja kwa maji ya bahari yana asili ya chumvi,
Maji ya bahari ni dawa kwa wingi wa matatizo. Maji ya bahari ni dawa kwa wingi wa matatizo. Kwa nini maji ya bahari ni dawa kwa matatizo mengi? Kwanza unatakiwa ujue katika maisha ya wanadamu, mfano umerogwa. Baada ya kurogwa, wanasema umechukuliwa kimvuli. Kile kimvuli iwe kimezikwa, iwe sijui kimefanywaje, mradi kile kimvuli kipo nje ya nyumba ya mtu, basi kimvuli chako utakipatia baharini. Kwa nini? Mvua inaponyesha, maji huwa yanachuja. Yale maji yote duniani makimbilio yao ni baharini. Kwa maana unaweza kuwa umerogwa Kigoma, ukifika Dar es Salaam tabibu atakwambia twende baharini. Kwa maana hiyo mito imezunguka itakavyozunguka, lakini ishilizio lake ni baharini. Unaweza kusema hata kama ni Ziwa Victoria au mtu umeelekea Ziwa Victoria, huo mtu hata kama umekwenda Ziwa Victoria, ukija bahari ya Hindi utakuta. Kwa sababu gani? Ziwa Victoria linatoa maji ambayo linazalisha mto Nile. Mto Nile unakwenda utazunguka, unakozunguka utakuja kutokelezea Misri unakwenda kuishilizia wapi? Unakwenda kuishia baharini. Kwa hiyo huukwepi, unaona bahari huikwepi, au yani vimvuli vyote vipo baharini. Na kwanza. La pili, miti yote unayoijua wewe, mvua inaponyesha maji yanapiga kutokea kwenye matawi, inashuka kwenye shina, sijui kwenye magome, inakuja mpaka kwenye mizizi inatema maji. Ikitema yale maji yataondoka kwa njia itakayoondoka kunyonywa na ardhi, lakini mwishilizio wake ni wapi? Ni baharini. Kwa bahari inakuwa ina siri nyingi mno, na ndio maana nasema hata mtu unapokuwa unataka kumfanyia kisasi cha ubaya aliyokufanyia, labda yule mtu uwezo wa kupata kimvuli chake huna, basi kinachofanyika yani kupata athari ya yule mtu uwezo, unakuja kumwita baharini. Yule mtu unakuja baharini, unamwita, unachota maji ya bahari. Muhimu usichote sehemu yenye kimvuli chako, chota pembeni ya kimvuli chako, utampata kimvuli chake huyo mtu, na kama unakwenda kuradi uadui utakwenda kuradi. Na ndio maana wengi huwa wanatumia samaki. Akija baharini anaweza akamchukua samaki aliye hai, alafu atakwenda kumfanyia maarifa yake ya kumfanyia. Ndio mtu anakwambia mganga haagizi samaki. Amin, huyo mtu hajawahi, hajui tiba. Mtu anakwambia mganga haagizi samaki, huyo mtu hajui nini? Hajui tiba. Kuna wakati samaki anahitajika, hahitajiki mbuzi, kuku wala ng'ombe wala ngamia, anahitajika samaki. Na kuna aina za samaki maalumati ambao huwa wanahitajika kwa ajili ya kufanyiwa kazi hizo. Au kuna maradhi mtu anakuwa nayo, inalazimika ipatikane miba ya samaki mbichi. Kwa maana yule samaki anakatwa kwa kutolea ule mwiba mkuu wa katikati. Ule mwiba mkuu wa katikati unachanganywa aidha na madawa fulani, ikiwemo shajaratain au shajaratudam, inachanganywa pamoja, inawekwa ambari na mafuta ya simba, alafu yule mtu anawekewa fusho. Hii fusho ukimwekea huyu mtu, utaweka vidonge 3 au kimoja, lakini utasoma Suratul Rahmani nzima. Ukimaliza Suratul Rahmani, huyo jini aliyekuwa anamsumbua huyo mtu na maradhi yake ishne. Hii ni siri ya bahari. Bali na kwamba takataka za bahari unapoweka haltiti, halmiti na kidiriti upele, ni dawa nzuri sana kwa mafusho. Na ndio wengi wanaweka na mavi ya tembo. Kwa nini wanaweka na mavi ya tembo? Mavi ya tembo kwa sababu tembo anakula majani. Tembo hali nyama. Tembo ni mnyama anayekula majani. Kwa kuwa anakula majani yoyote yanayoliwa na mnyama huwa ni dawa kwa mwanadamu. Shika hilo. Huwa ni dawa kwa mwanadamu. Na ndio maana wale watafiti wa dawa za nguvu za kiume, wanatafiti vipi? Anatoka na mbuzi, anakwenda naye shamba au polini. Akifika polini, anaangalia miti itakayoliwa na beberu, ambapo beberu akishakula ile miti anaanza kufanya fujo kudandia majike. Basi ule mti nenda kachimbe. Huo mti ambao utaona mbuzi anapenda kula
akishakula anaanza kufanya fujo ya kudandia majike. Huo mti ni dawa ya nguvu za kiume, chunga hilo, ushafahamu. Au kuna miti ambayo mbuzi au ng'ombe kama alikuwa anaumwa, utakuta anapenda sana kula, alafu ule ng'ombe au mbuzi anapata afya, ananenepa, anapona kale ka ugonjwa alikokuwa nako. Huo mti ni dawa ya maradhi ya homa za matumbo. Kwa hiyo hawa wanyama, ndio maana Mwenyezi Mungu akatuambia, wa inna lakum fil an'ami la ibra, kwa hakika nyinyi wanadamu mna mazingatio kupitia wanyama. Sasa haya mazingatio kupitia wanyama ni yepi? Ni mengi sana, lakini haya yote unayapata leo kwa sababu tunazungumzia nini? Bahari. Kwa bahari kama bahari, humu katika bahari kuna viumbe wengi, kuna viumbe wengi mno wanaishi katika bahari, ambao wengi tumekariri kwa kujua baharini wanaishi majini, samaki, wengi ndio tunaishia hivyo, lakini kuna viumbe wengi wanaishi ndani ya bahari, bali na arwaho, ndani ya majini kuna viumbe tofauti tofauti. Ndio maana unaweza ukafika baharini ukasoma tu alhamdu 7 ukanao maji ya bahari, ukastaajabu mambo yako yanafunguka na mambo mengi yanakaa sawa sawa. Kwa hiyo naamini leo kuna ulichojifunza kupitia bahari. Niite Hakimu Aljini, Chief Nusura Al Majid. Asalamu alaykum.